kinachochukua wazo na kuweka kwenye matendo. Katikati hapa lazima pawepo kitu kinachoitwa maamuzi ya kivitendo. Sisemi maamuzi ni mepesi. Mimi mwenyewe hapa bado niko darasani. Kuna vitu vingine viko ndani ya moyo wangu, Roho Mtakatifu ameviweka. Kwa sababu muda mwingine kinachosumbua, kwa nini watu wanaogopa kufanya maamuzi? Moja, watu wanaogopa kufeli, kwamba hivi nikifeli na kuaje, hivi nikishindwa na kuaje, pasipo kujua kwamba kufeli ni sehemu ya kujifunza. Wale ambao mnajua kuendesha baskeli mnaelewa, achana gari, pikipiki, achana hiyo, si ndio? Mnafahamu mchakato wa kujifunza kuendesha baskeli, mieleka uliyoanguka mingapi? Umewahi kufikiri mtoto au mtu mzima anayetafuta kujifunza baskeli akiogopa kuanguka, unajichoma na baskeli ile msongo ule peda mpaka unakuwa na makovu kwenye mwili, lakini bado unagongea. Kuna ile unaanza ile wanasema tobo, unaanza kugongea unashikilia, unaanguka tena unaanguka kwa namna mtu mwingine angekusukuma ungelia asubuhi mpaka jioni, lakini kwa sababu uko peke yako unajifuta mwenye machozi, maisha yanaendelea na unafurahia. Na mnafahamu siku ya kwanza kujifunza baskeli, hata chai asubuhi unaweza usinywe mpaka mchana usinywe. Passion ya kujifunza. The moment unapoogopa kufeli, unapoteza sifa ya kuitwa mwanafunzi. Kufeli ni sehemu ya kujifunza, na ndio maana mtoto anapofeli unatakiwa makini sana. Unapofanya maamuzi ya kumchapa, lazima chapa yako itolee maelezo, unamchapa kwa lengo lipi, kwa sababu kufeli ni sehemu ya kujifunza. Badala ya kumchapa, tumia muda mwingi sana kumtia moyo kwamba inawezekanika. Hesabu katika 100 umepata 20, mtie moyo kwamba utapata tena 30 au 40 mbele. Taratibu unaanza kumfundisha, kuweka mkakati wa kumsaidia, sio kumtembezea stiki asubuhi mpaka hizi stiki zisizohesabika, kichwa kama baba yako sio nini, ndio maana siku unanisumbua, yani maneno mengi. Sikiliza, hauwezi kumsaidia mtoto namna hiyo. Mwenye mbegu ya kimafanikio huwezi kumwadhibu mtoto kwa sababu amepata 0. Mpongeze kwanza kwa uthubutu tu, hata kuingia kwenye chumba cha mtihani na kuandika alichoandika. Yani mpongeze kwa uthubutu, kwa sababu kuna watoto wengine hata shule wamegoma. Angalau hata mtoto wako ameenda shule, basi amethubutu hata kwenye chumba cha mtihani. Naomba niulize swali, ni mzazi yupi ambaye mtoto anayejifunza kutembea alafu akatembea akaanguka alafu akamchapa fimbo kwa sababu ameanguka? Si amefeli? Wazo ni lile, amefeli. Haitakiwa atembee, lakini amefeli kutembea, ameanguka. Huwezi kumchapa, na ukimchapa kwa wewe ni mama wa ajabu sana au ni baba wa ajabu sana, kwa sababu it's a learning process ya kujifunza. Ina vitu vingi, ups and down, kuna kuanguka. Usiogope. Kwa hiyo kikwazo kimoja hapo unachofanya zuia watu kufanya maamuzi ni kuogopa kufeli, kwamba itakuwaje. Sisemi ni kitu chepesi, ni kitu kinahitaji neema. Lakini kitu cha pili kinachoongoza watu kuchelewa kufanya maamuzi ni kuwa na hofu na mashaka, kutojiamini uwezo wao, ile capacity yao, ajiamini. Anaogopa kufanya maamuzi, si kwa kuogopa kukosea. Yani yeye ni kesi nyingine, yani yeye hajiamini kwamba hivi kweli mimi naweza, kweli hivi kweli kwa elimu hii naweza, kweli kwa hivi naweza. Na ndio maana naambiaga watu, ukiona upo kwenye hatua fulani, tafuta sana kusikiza shuhuda za watu ambao wamepita kama ulivyopita wewe. Unaweza ukapata motivation kubwa sana kwamba mwenzako alianza mazingira magumu zaidi ya kwako. Unamsikiliza, unapata ile hamasa kwamba kama Johnny alifanya hili amefanikiwa, na mimi nafanya. Kama amepita na mimi, unapata ile hamasa. Life is all about inspiration. Lazima upate hamasa, angalia uthubutu. Na ndio maana unasikia kinaitwa role model. Unamsikia mtu na mtazamo, unakuwa inspire, unavutiwa kwamba na mimi naanza kesho, na mimi naanza leo hii, ngoma ilali, zege ilali. Kuna mahali umejifunza, umeona. Nilikuwa namsikiliza mzee Aliko Dangote, kwa maana ya Afrika, akasema hakuna mchakato utakaopita wa mafanikio ambao hautapita kwenye misukosuko ya kufeli. Haupo. Yani kama unataka kufanikiwa, jiandae kukosea mara kadhaa, kufeli mara kadhaa, kupoteza vitu mara kadhaa. Anasema hivyo ni sehemu ya usishangae, wala havitakiwi vitu vya kuvunja moyo kwa sababu ya kufeli, ni kawaida. Lakini pia niende tena mimi katika maelezo ya kiroho. Sasa mimi naieleza kwa staili hii, kwa kulingana na kosa ambalo baba yetu Adam na Hawa na mama yetu walivyokosea. Dhambi ilipoingia, ilipoteza uwezo mkubwa wa mwanadamu wa utendaji kazi au ufanisi, na kwa sababu hiyo kuna vitu vingi vimeharibiwa ndani ambao vinaondoa excellence, ukamilifu wa kufanya vitu. Kwa hiyo unapokuwa unafanya kazi, unapotaka kufanya kitu, kukosea kupo kawaida, kwa sababu kuna kitu kimeshapungua ndani yetu, na hii ni matokeo ya makosa fulani nyuma. Kuna vitu tumepoteza identity. Kwa hiyo usiogope kukosea, japo si kwa maana natoa kibali kukosea. Hapana, wewe uwe na mtazamo wa kufanya vizuri. Ikitokea umejikwaa kidogo, it's okay, inuka, jikungute, safari iendelee. Hautakiwi kuacha kuendelea kwa sababu umejikwaa. Wewe mwenyewe ni shahidi, hauwezi kuacha safari na kuna jambo la msingi naliendea mbele, eti unaacha kuendelea kwa sababu umejikwaa, eti ndani imekatika. Si unapita kwa fundi shona, maisha yanaendelea. Unaelekea Dar es Salaam, una gari, una drive, tairi limepasuka, uko Moshi, unapita fundi anaziba, safari inaendelea. Au
unanunua mpya, safari naendelea. Hauwezi kusema tairi limepasuka, narudi zangu Arusha. Kutokana ni dereva wa ajabu sana. Ni mwendo wa kusonga mbele.